praiser Yes. ama Rusu Wachanga. Na nimetoka Thika. Umetoka Thika. Na leo niko kwa Radio Citizen. Unawakilisha. Na wawakilisha. Asa tuambie, unajua leo unakuja kuzungumzia ulivyokwepa yani kabisa pale kujipata katika masuala ya terrorism. Ilikuwaje? Niliamka kama watu wale wengine asubuhi, lakini nilikuwa nimelala na furaha. Kesho asubuhi yake niliamushwa na stress za masimu. Watu wananiambia uko wapi Rose? Ninawaambia nimelala bado. Wakaniambia fungulia TV yako uone venye kunaendelea. Sasa kuhakisha TV nikakuta ni mimi kwa magazeti nimeandikwa huko ndani ati mimi ni Al-Shabaab. Haya. Hivyo tu. Sasa hao watu walikuwa wamesema ni kama kitambulisho ilikuwa imepotea. Sasa wakashikana wakaenda mpaka kwetu Ushago, lakini mimi nilikuwa ninaishi Nairobi saa hiyo. Lakini vile kitambulisho inawaambia kwetu ni Ushago Mukoroine. Sasa waliandamana huko na ile lori yao. Ile ya polisi ile. Wale ndio Al-Shabaab sasa. Wameendea Al-Shabaab. Sasa wakati walifika kule wakakuta ni baba yangu tu wako. Juu kitambulisho ama ile kitu walikuwa anafuata ilikuwa inawaelekeza kwetu ni Mukoroine, Gakedo, mahali kunaitwa Nyeri. Sasa hiyo ilikuwa district haiko county. Sasa wakati alifika huko anasema ninatafuta msichana wako. Na huyo msichana wako tunamhitaji haraka sana juu ako na kesi ya kujibu. Mzee akashangani mambo gani inaendelea? Anashindwa. Sasa huyu msichana na nimemlelea kwa kanisa, imekuwaje sasa amekuwa Al-Shabaab? Sasa akajaribu kuwaelezea, akawaambia huyo mtoto nimemlelea kwa kanisa, lakini hawakusikia. Walisema kama ameshikwa na staka, yeye utamkuta ndani. Juu sheria haijui kama umelelewa kwa kanisa ama umelelewa wapi, inajua umekosa. Sasa ndio wakamwambia tupatie namba yake ya simu. Juu hawakuwa na simu, lakini kitambulisho inawaelekeza mpaka home. Ndio. Sasa ndio walipofika kule wakanipigia simu sasa na simu ya baba yangu. Na nilikuwa na mkutano ilikuwa inaendelea Dadola ya wachungaji. Sasa nikaona hii simu inapigwa sana. Nikataka kujua kwa nini baba akiona sichukui simu bado anaendelea kupiga. Na si kawaida yake. Nikawekelea 100. Juu lazima ungewekelea pesa ndio ukubalishwe kuongea. Juu ilikuwa ni kama chama hivyo. Umenishika. Nimekushika. Sasa wakati nilichukua simu nikasikia hiyo sauti si ya baba yangu. Ni ya watu wanaongea hii Kiswahili yenu ya hii Kiswahili yenu ya mwesheshe. Nikasido na kwa nini wametumia na baba? Wakaniuliza wewe ndiye Rose Mukere? Nikawaambia ni mimi. Wakaniuliza kwenu ni Mukoroine? Nikawaambia kijiji inaitwa Gekira. Nikawaambia wakaniambia kesho tukute na Robielia. Nikashindwa sasa wananiambia niende Nairobi area. Nikawauliza kuna shida gani? Wakaniambia sisi ni anti-terrorist. Tunadiru na wahalifu. Nikawaambia mimi si mhalifu. Wakaniambia hatutaki kujua hivyo, lakini umeshikwa na kesi ya Al-Shabaab. Sasa wakati nilirudi ndani kwa wachungaji nikawaelezea vile kumeenda. Wakaniambia kama ni Nairobi area usiende peke yako. Juu labda hao watu hata hawadiru na hiyo anakuambia. Labda ni mtu amekuset anataka kukufanya mambo mabaya. Lakini unaona watu ndio walinipigia simu kuniambia nijikute kwa magazeti. Niliangalia nikakuta kwa magazeti nimejazwa huko, kwa radio ni mimi ninatangazwa. Unasikiaga venye wanasema kula munya mara gazeti.
kulamunya mpaka 30. Sasa ikanibidi sasa, nilipoambia hawa wachungaji hivyo, wakaniambia kile utafanya kesho ndio tutaamka pamoja, tuende watu kadhaa ndio usijipate pabaya. So by saa 2 mimi nilikuwa Nairobi area. Wakati nilifika Nairobi area, huyo mtu alikuwa amenipigia simu, hakuwa amefika. Okay. Akanipigia sasa wakati alifika. Akaniambia wewe ndiye tunatafuta. Nikamwambia yes, ni mimi unatafuta. Akaniambia nifuate. Sasa kuniambia nimfuate, hawa wachungaji wanamwambia, na ujue huyu mtu unasema akufuate, huyo ni mhubiri. Wakasema hatutaki kujua kama ni mhubiri. Sisi tunafuata sheria. Mimi nikamfuata. Nikaigizwa kwa Kalumu. Wakati niliigizwa kwa Kalumu, wakaanza kuniuliza maswali. Wakaniuliza, tangu kuja Nairobi umeishi eneo gani na gani? Sasa mimi nilikuwa nasema ninaishi Kayole. Yes. Juu nilikuwa ninaishi Kayole. Wakaniuliza, si unaona wanaandika tu. Wananiuliza unaishi wapi? Nikawaambia ninaishi Kayole. Umetumia tangu uanze kutumia simu umetumia gani na gani na gani? Sasa nikawaambia simu nimetumia mingi, nikawaelezea hii na hii na hii. Unajua wanaandika, kuna kile wanataka kuangalia. Wakaniuliza na namba zako za simu zenye wewe unatumiaga ni gani na gani? Nikawasomea ile zile namba 2 ambazo nilikuwa ninatumia. So wakiangalia haiko kwa ile orodha ya zile zinafanya uhalifu. Kuambia, wakaniambia haujawahi tumia namba hii na hii na hii. Nikawauliza namba gani? Wakanisomea. Wakaniambia tuma 50 bob kwa hii namba, uniambie itakuja nani. Acha nikuambie. Wakati nilituma pesa kwa hiyo namba, ilikuja jina lako. Majina yako yote Ya kitambulisho. Wakaniuliza, na kwa nini hii namba inakuja jina lako? Nikawaambia nyinyi ndio mnajua kwa nini imeleta jina langu. Juu mimi mmeniuliza ninatumiaga namba gani, nikawaonyesha ninatumiaga hizi 2. So hii yenu sijui mmetoa wapi. Wakaniambia wakaniuliza, sasa na juu ni jina lako linakuja hapa, tutafanyaje? Na mwenye alikuwa anaua kule Westgate. Unajua ni Westgate. Alikuwa amejiandikisha na hili jina na alikufia huko ndani. Sasa nikawauliza alikufiaje na mimi ndio ninaitwa hivi. Lakini majina ni yangu, lakini namba si yangu. Nikatolewa hapo. Nikawekwa kwa Kalumu kengine. Nikaanza kuulizwa hizo maswali tena. Nikaambiwa ulitumia hivyo tu walikuwa wameniuliza. Na bado huyo nilikuta huko akaniambia nitume pesa kwa hii namba tu. Nikakuta bado linakuja lile jina. Sasa nikawauliza tutafanyaje juu kama jina linakuja hivyo. Wakaniambia kile wewe tutakufanya, wewe kwanza utaenda utupe 1 month. Hatutakuigiza huku ndani. Lakini hii kitu tutafuatilia tujue hii shida ilitoka wapi. Juu mwenye kuua alikufia huko ndani na alikuwa anatumia kitambulisho yako. Na ukweli tina ni venye sikuwaelezea, sikuwahi poteza kitambulisho. So sijui hizo details zote walikuwa wamezitoa wapi. Na hizo details zilikuwa za ukweli. Zako juu zote. Kama zimewapeleka kwetu ushago, ni kitu ilikuwa imepangwa kabisa. Sasa kukaa kidogo ndio watu nikaona wanaanza kunipigia masimu. Wakaniambia Rosa muka. Kuamuka nikakuta magazeti. Nimepigwa, unaona tule tumuzee. Tule tumizee tumuzugu. Usi unatuona. Tunakaa tuolia. Sasa kipicha kiangu kimewekwa picha kiangu kimewekwa kikubwa. Na tumuzee tuko hapo. Sasa na pale headline imeandikwa
muhalifu ilikuwa Taifa Leo ilikuwa jusa hiyo hii kitu ya mitandao sana haikuwa imetokea. So kile kilikuwa